Karibu Best Farm Channel. Kama wewe ndo mara ya kwanza kuvisit hii channel, na kuomba utoe comment na kushare na kwa watu wengine ili tuendelee kufundishana zaidi. Kwa jina naitwa Yumbu Kije, ni mfugaji wa nguruwe ambaye napenda sana ufugaji. Leo nimekuja na mada moja ambayo itakusaidia wewe mfugaji wa nguruwe ambao ushaanza, ambaye ulikata tamaa au ambaye unataka kuanza tena upya kufuga nguruwe. Kuna jambo ambalo wafugaji wengi ambao wanafeli, ila ni vitu vidogo vidogo ambao wanafeli kuvizingatia ili kuendeleza ufugaji wao. Jambo la kwanza na la msingi kabisa wafugaji wengi wanafeli na kulizingatia ni kuhusu watu wanaokuzunguka. Watu wanaokuzunguka wanaweza kusababishia wewe uweze kuendeleza ufugaji ama uache. Kwa sababu tunapoanza au tunapotaka kuanzisha jambo fulani, tunahusisha watu fulani, tunaomba ushauri kwa watu fulani. Lakini hao watu unakuta wazo la ufugaji aliko kwao, lipo kwako. Kwa unakuta mtu unamfuata, unamueleza nataka kuanza kitu fulani, nataka kuanza ufugaji wa nguruwe. Je, nitaweza? Moja kwa moja huyo mtu, kama sio lake, huyo mtu atakwambia kwamba kuhusu ufugaji wa nguruwe kwanza hauwezi, kwa sababu kuna watu wengi ambao walianza ufugaji na wakafeli. Huyo mtu atakutolea ushuhuda mwingi wa kutosha, anakuwa na mifano ya watu ambao walianza ufugaji wa nguruwe na wakafeli. Kwa hiyo unapotaka kuanza ufugaji wa nguruwe, unatakiwa ujisikilize wewe kwanza, kwa sababu hilo wazo lilikukuta uko peke yako, ukumuuliza mtu fulani kwamba nataka nianze ufugaji wa nguruwe. Kwa hiyo unapohusisha watu wengi kuwauliza kwamba nifanyeje, na kuwafuata kuwauliza kwamba nataka nianze, naanzia wapi, hiyo inakuwa sio sahihi. Muda mwingine unatakiwa ujisikilize wewe mwenyewe kwenye hilo swala, unataka ufike wapi. Unatakiwa uambatane na watu ambao sahihi, uambatane na watu ambao tayari washaingia kwenye ufugaji, wanajua changamoto, wanajua hasara, wanajua na faida za ufugaji wa nguruwe. Sio kumbe hajaanza hata ufugaji na hana mpango wa ufugaji. Unajua kwenye ufugaji kila mtu anakuwa na kazi ambayo anaumbiwa atakuja aifanye. Kwa hiyo ukimfuata mtu ambaye hajaumbiwa kwenye hilo eneo, obviously atakwambia kwamba kwenye hilo swala hauwezi. Kwa hiyo wewe kama mfugaji ambaye unataka kuanza, wewe kama ndugu yangu ambao tumekutana, kwa hiyo unapaswa uangalie watu sahihi wa kuambatana nao ni wapi. Hii itakusaidia wewe kuanza na kuendeleza, na watakushika mkono hadi kula ambako unataka wewe kufika kwenye swala la ufugaji. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kwenye ufugaji wa nguruwe, kwako wewe ambao unataka kuanza ufugaji wa nguruwe, tunaangalia katika uwezo wa kuendelea. Wafugaji wengi wanaanza ufugaji na wanakosa ile consistency au tunasema kwamba muendelezo kwenye hiyo shughuli. Kwa sababu anapoanza tunajua kwenye kuanza kila siku panakuwa pagumu. Kwenye kuanza unatakiwa uwe na hamasa, lakini muendelezo unatakiwa uwe na nidhamu. Kwa hiyo nidhamu ndio itakufanya wewe uendelee kufanya hata kama unakutana changamoto zipi, hata kama unakutana magumu yapi, hata kama kuna watu wanakuambia kwamba huwezi mara ngapi, lakini utaanguka, utaamka tena. Utakutana magonjwa kwenye shamba lako, utakutana changamoto nyingi kwenye shamba lako, lakini hizo changamoto kama una uwezo wa kuendelea, kama una mawazo au una vision za kufika mbali kwenye ufugaji wa nguruwe, hayatakusababisha yale uache ufugaji wako kabisa. Wewe mtu ambao unaniangalia sasa, unatakiwa ukishaanza ufugaji wako, unatakiwa uangalie, je, unataka ufike sehemu gani kwenye ufugaji wako? Unataka ufikie hadi mahali masuala ya ufugaji wako wa nguruwe? Unataka ufugaji wa nguruwe wako usaidiaje watu kwenye jamii? Hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo ukianza ufugaji wa nguruwe, unatakiwa uwe na uone mbali zaidi baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitano mbele, kwa sababu ufugaji ukianza ufugaji sio kwamba utaanza leo afu mwezi wa 3 au mwezi wa 4 utakuwa tayari ushapata faida ambayo ulikuwa unaitarajia. Hiyo si sahihi. Unatakiwa uangalie mbeleni, baada ya miaka kadhaa kwenye ufugaji wako utakuwa umefika wapi. Huo ndio tunaita muendelezo. Na hapa mara nyingi watu wa sasa, tuseme kwa vijana wa sasa ambao tunaingia kwenye ufugaji, tunakuwa tunategemea tupate faida kwa muda mfupi, ambao kwenye ufugaji sio sahihi. Kwenye ufugaji ni baada ya muda mrefu kupita. Kwa hiyo wewe unatakiwa uangalie baadaye unataka kufika wapi, ule uwezo wa kuendelea kwenye hiyo kazi. Sio kwamba leo unaanza ufugaji wa kuku labda unakuja hapa hapana. Unatakiwa ukae kwenye eneo sahihi, ukae kwenye
kazi ile ile ambao wewe unaona kabisa nikifanya hii kazi itanifikisha mbali na sitopata changamoto. Changamoto zipo na watu wengi wanasema kwamba usipofeli bado hujafanikiwa. Kwao kufeli, kukataliwa, kusema vibaya, hiyo ni sehemu pia ya mafanikio. Kwao kwenye ufugaji wako kuna watu watakusema vibaya, kuna watu watakwambia kwamba uwezi, kuna watu watakwambia bwana, hiyo kazi wewe naona tu umejilazimisha, si umepata hamasa wapi? Lakini nataka nikwambie kwamba kama hujakutana na hayo maneno, hujajaribu. Kama watu hawajakwambia kwamba uwezi, hujajaribu. Kwao jaribu, na kujaribu ndio inakupelekea wewe upate muendelezo. Kwao jaribu, pata muendelezo, kuwa na discipline, usisikilize ushauri mwingi wa watu. Muda mwingine unatakiwa ujisikilize wewe ambaye unataka kusimamia hili jambo, kwa sababu ukimsikiliza mtu mwingine atakuja na mawazo yake ambao wewe yatakuletea madhara kwenye shughuli yako. Lakini pia jambo la tatu ambalo linapelekea wafugaji wengi wanafeli, wanashindwa hata kuendelea ni kwenye sehemu ya magonjwa. Tunajua sasa hivi kuna magonjwa mengi ambayo yanatokea kwenye mifugo, hasa magonjwa ambayo ni ya mlipuko. Unakuta kwenye shamba lako la nguruwe umefika asubuhi, lakini jioni unakuta nguruwe wanaumwa, unakuta nguruwe mwingine hali. Hiyo si sababu ya kufanya wewe ushindwe kuendelea kwenye ufugaji. Changamoto zipo, na changamoto kubwa kwenye ufugaji ni magonjwa. Kwa hiyo magonjwa yasikusababishie wewe ushindwe kuendelea kwenye ufugaji wako. Hapana, unatakiwa utafute solution, utafute kisa kilichosababisha ugonjwa ni nini. Labda ni chakula au kuna mdudu alipita kwenye shamba lako. Kwa hiyo si sababu ya kufanya wewe useme kwamba kuhusu ufugaji mimi sasa siwezi. Hapana. Hata mimi pia kwenye shamba langu kuna magonjwa mengi ambayo yanatokea, lakini ninapambana nayo. Hadi nguruwe leo unaona hapo kwenye hali safi, hakuna magonjwa ambayo, sio kwamba magonjwa mimi sipati, magonjwa yapo na natumia gharama kutibu. Kwa hiyo wewe yasikufanya hayo magonjwa ambayo unayapata ushindwe kuwa na mwendelezo, ushindwe kuendeleza ufugaji wako, kwa sababu wazo hilo uliipata mwenyewe. Lakini jambo la mwisho pia na la nne, kwenye ufugaji unatakiwa kwenye chakula. Wafugaji wengi kwenye chakula hapa ndo wanapata changamoto. Mfugaji mwingine unakuta na kupigia simu anakuambia kwamba nimeona video yako YouTube au nguruwe wako unatumia chakula gani, lakini mimi napenda kusema kwamba mimi chakula ambacho nakitumia ni chakula cha kawaida kabisa ambacho kinapatikana kwenye eneo langu. Kwako wewe ambao ni mfugaji, unaweza ukatumia chakula ambacho kinapatikana kwenye eneo lako. Sio lazima utumie chakula ambacho kinapatikana madukani. Hiyo itakusababishia wewe ushindwe kuwa na mwendelezo, kwa sababu ukipiga gharama ya chakula ambacho umetumia kutoka dukani na ukijaribu kucompare na kuhusu gharama na faida, unakuta gharama ya kumfikisha mnyama hadi pale ulipomfikisha ni kubwa kuliko faida ambayo utaipata. Kwa hiyo moja kwa moja hapo itakufanya wewe mfugaji ushindwe kuendelea kwenye ufugaji wako na itakufanya ufeli. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie hayo mambo, kwamba watu wanaokuzunguka ni sahihi, unaweza kuwa na mwendelezo, chakula je kipo. Ukishazingatia hayo mambo hautapata changamoto kwenye ufugaji wako wa nguruwe. Asante sana kwa kuangalia hii video, na kama pia umejifunza jambo kuhusu video ambayo nimeiongelea hapa, usisite kuweka comment, kutoa wazo kuhusu ufugaji wa nguruwe, pia na kutoa kwamba umejifunza nini kuhusu hii video wewe mfugaji wa nguruwe. Hata kama tayari ushakuwa na nguruwe au una shamba lako sehemu, usisite kutoa comment. Hata kama hujaanza unataka kuanza, toa comment, alafu na mimi nitaisoma na nitaifuatilia. Hata kama nikichelewa kuisoma nitaijibu tu. Asante sana, tukutane katika video nyingine.